Kwaresima ni moja ya nyakati zinazojulikana sana katika kalenda ya Kikristo. Kila mwaka, mamilioni ya watu hutoka majira ya baridi wakiwa na alama za majivu kwenye paji za nyuso zao. Ni alama ya kukumbushwa maneno kwamba, kumbuka wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Lakini hii ni nini? Au ni kitu gani hasa? Tukisoma maandiko matakatifu, tunaambiwa kwamba baada ya ubatizo, Yesu alichukuliwa na Roho kwenda jangwani, akajaribiwa na Shetani kwa siku 40 mchana na usiku bila chakula. Alikuwa peke yake, alijaribiwa, lakini alishinda. Namba 40 siyo ya kanisa pekee, ni namba ya mabadiliko katika Biblia. Musa alikaa siku 40 mlimani Sinai akipokea sheria. Nabii Eliya alitembea siku 40 hadi kukutana na Mungu. Waninawi walipewa siku 40 za kutubu. Waisraeli walihangaika miaka 40 jangwani wakijifunza uhuru. Kwa hiyo 40 ni muda wa kubadilika. Ni wakati wa kuacha utu wa kale na kuzaliwa upya. Yesu alipoingia jangwani, alirudia historia ya Israeli, lakini safari hii akasimama imara. Tukirudi nyuma, hasa katika karne ya pili, Wakristo wa mwanzo walikuwa wachache na wakiteswa. Walijua Pasaka ndiyo sikukuu, lakini walijiandaa vipi? Wengine walifunga siku moja, wengine masaa 40. Haikuwa na mpangilio. Katika karne ya 4, baada ya Konstantino kuruhusu Ukristo, watu wengi waliingia kanisani. Walihitaji mfumo wa maandalizi. Hapo ndipo Kwaresima ikawa rasmi, siku 40 za maandalizi kabla ya Pasaka. Ili kufikia namba hiyo, Papa Gregori aliongeza siku 4 mwanzoni, ndiyo maana tunaanza na Jumatano ya Majivu. Hii ilitokana na kuondoa siku ya Jumapili katika mahesabu, ikiwa ni kukumbuka siku ya Bwana ambayo ina thamani ya Pasaka. Maana ya majivu. Majivu yanatokana na mitende ya Jumapili ya matawi ya mwaka uliopita. Tunachoma ushindi wa jana ili kukumbuka kwamba utukufu wa dunia hupita. Tunahitaji kiini, siyo sherehe tu. Wakati majivu yanawekwa, padri husema, kumbuka wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Au, tubuni na kuamini Injili. Ni alama na mwito wa kubadilika. Nguzo au silaha 3 za Kwaresima. 1. Sala. Sala ni pumzi ya Roho. Wakati wa Kwaresima, katika kusali tunazima kelele za dunia, mitandao, starehe na harakati zisizoisha ili kusikia sauti ya Mungu. Yesu aliingia jangwani kuomba, hivyo nasi tunaitwa kuingia jangwani la maisha yetu, mahali pa utulivu, pa tafakari, pa kusikiliza sauti. Sala inatufundisha kutegemea Mungu, sio nguvu zetu. Ni kama kuunganisha simu iliyokatika. Tunarejesha mawasiliano na Baba. Kufunga. Kufunga sio tu kuacha chakula, ni kujinyima ili kudhibiti tamaa. Kama huwezi kusema hapana kwa kipande cha keki, utasema vipi hapana kwa dhambi kubwa? Kufunga ni mazoezi ya Roho. Hii inatufundisha nidhamu na kutufanya tuwe huru juu ya tamaa. Katika kufunga kuna mshikamano na maskini. Wakati tunajinyima kwa hiari, tunakumbuka wale wanaoteseka kwa njaa bila hiari. Sadaka. Sadaka ni upendo unaoonekana. Ni kushirikisha mali, muda na vipaji vyetu. Ni kuangalia jirani na kumwona kama ndugu, si mpinzani. Sadaka inatufundisha kuishi kwa moyo wa ukarimuni, kuondoa ubinafsi na kujenga jumuiya yenye mshikamano. Kwa hivyo, silaha hizi 3 ni kama training kit ya Kwaresima. Sala inatufundisha kutegemea Mungu, kufunga hutufundisha kujidhibiti, na sadaka hutufundisha kupenda kwa vitendo na kuondoa ubinafsi. Ukienda kanisani kipindi cha Kwaresima, utakuta kuna rangi ya zambarau. Kwa nini? Hii ni rangi ya toba. Katika kanisa Katoliki, zambarau hutumika wakati wa Kwaresima na Majivu. Ni alama ya kujinyenyekeza,
kutubu na kutafakari dhambi zetu. Rangi ya matumaini, ingawa ni rangi ya huzuni na toba, pia ni rangi ya kiufalme, ikituonyesha kwamba tunajiandaa kumpokea Mfalme Yesu katika ufufuo wake. Ndugu wapendwa, Kwaresima sio tu desturi ya kanisa, bali ni safari ya ndani ya kila mmoja. Ni kipindi cha siku 40 cha kujifunza kuacha yaliyo ya kale na kuumbatia uzima mpya katika Kristo. Yesu alipoingia jangwani, alisimama imara dhidi ya majaribu. Vivyo hivyo, tunaitwa kuingia jangwani la maisha yetu, mahali pa utulivu, pa tafakari na pa kusikiliza sauti ya Mungu. Silaha 3 za Kwaresima, sala, kufunga na sadaka, sio mazoea tu ya nje, bali ni mafunzo ya moyo. Sala hutufundisha kutegemea Mungu, kufunga hutufundisha kujidhibiti, na sadaka hutufundisha kupenda kwa vitendo na kuondoa ubinafsi. Lakini zaidi ya hayo, Kwaresima ni mwaliko wa kuandika historia mpya. Kama Musa, Eliya, Waninawi na Waisraeli walivyobadilika kwenye siku zao 40, nasi tunapewa nafasi ya kubadilika. Ni kipindi cha kuondoa vinasko vya dunia na kutazama uso wa Mungu. Mwaliko mpya kwetu. Tuchukulie Kwaresima kama darasa la maisha. Kila siku ni somo jipya la kujifunza unyenyekevu, mshikamano na upendo. Tusiishie kwenye majivu ya nje, bali tuwe majivu ya ndani, unyenyekevu wa moyo unaotufanya tuzaliwe upya katika Kristo. Tuchukue hatua sasa. Tujiandae kwa Pasaka, sio kwa maneno tu, bali kwa maisha yanayoonyesha mabadiliko. Kila sala iwe pumzi mpya, kila kufunga iwe ushindi juu ya tamaa, na kila sadaka iwe daraja la upendo kati yetu na jirani.